Ilikuwa ni wazo na sasa imekuwa kitu halisi kinachoonekana kwa macho. Mtazamaji, karibu katika makala hii fupi inayoangazia uzinduzi wa jengo lililojengwa na shirika lisilo la kiserikali la Terawatu lenye makao yake makuu jijini Arusha. Mgeni rasmi, Hamadadiko. Kumunya nasi yake. Tala isilekai. Na furaha kwa sababu ndoto yetu imetimia kutokana na hii shughuli ambayo mnaona hapa sana sana katika hii mtaa wa Ngavuneti. Tuna jengo ambalo jengo la ghorofa moja, na nadhani kwa halmashauri yetu ndio shule pekee ya serikali yenye ghorofa ya msingi. Jengo lile lilijengwa na Terawatu ambalo ndani yake kuna ofisi ya mwalimu mkuu na kuna vyumba madarasa vitatu. Mimi ni mnufaika wa shirika la Terawatu kwa sababu walikubali ombi langu la kunisaidia kunisomesha. Tunawashukuru sana, maana mashirika yasiyo ya kiserikali wanatekeleza majukumu ambayo kwa namna moja au nyingine serikali ilipaswa kuyatekeleza kwenye jamii. Asanteni wote kwa kuja. I just want to tell you a short story about my friend Lynn Brettsnyder. Anayekuletea makala hii kwa siku ya leo ni mimi msimulizi wako Elihuruma Stanford Chao. Karibu tuambatane pamoja. Mtazamaji, jengo hilo lenye ofisi za shirika hilo na ukumbi mkubwa wa mikutano limejengwa katika eneo la Mkonoa, hatua chache kutoka ofisi za kata ya Terati mkoani Arusha. Uzinduzi huo wa jengo ulianza kwa mkurugenzi wa shirika hilo Lekoko Ole Sululu na mkurugenzi mwenza Dr. Tanya Pergola kufanya zoezi la upandaji miti, ikiwa ni ishara ya kutunza mazingira na kuanza rasmi kwa shughuli mbalimbali katika jengo hilo. Kina mama tu wote. Mara baada ya zoezi la upandaji miti kukamilika, maombi maalum ya kulibariki jengo hilo yalifanyika na kiongozi wa kabila la Kimaasai alimaarufu kwa jina la Laigwanan, ikiwa na maana kwamba jamii yote iko huru kulitumia jengo hilo kwa shughuli mbalimbali, zikiwemo za mafunzo mbalimbali ya kujikwamua kiuchumi na kuikwamua jamii katika wimbi la umaskini.
Naga kene kwei, natale kwa Masai boke. Natale kwa Masai boke. Natale kwa siake. Natale kwa ishore. Ngera na tiana ngama ishore nada. Nehoma yumao. Netu la yokono. Anupanyana. Rasimi, mgeni rasimi. Mgeni rasimi. Hamadadiko. Kumunya nasi yake. Tala islekai. Tasa mgeni sikai. Tala majako. Tala seria. Mekita kama siyangai. So they're blessing everything. And now we say welcome. Baada ya baraka hizo za kimila, mkurugenzi Tanya Pergola alifanya rasmi uzinduzi wa jengo hilo kwa kukata utepe na kuruhusu wananchi waliohudhuria katika eneo hilo la uzinduzi wa jengo hilo kutembelea ndani ya vyumba vya jengo hilo na kujionea ubora na namna ambavyo jengo hilo limejengwa kwa ubora wa hali ya juu. Asante sana. DJ Ndani ya ukumbi wa jengo hilo, wadau wa taasisi mbalimbali zikiwemo za kiserikali na zisizo za kiserikali walipata fursa ya kuzungumza juu ya mafanikio walioyapata kupitia shirika hilo la TERAWATU. ukija pale Mkono, tuzungumze tu namna ambavyo wamenufaika. Wameleta kompyuta au tunaweza kuzungumza tukasema kwa jina lingine laptop, ambapo hapa ipo kama hiyo hapo, sijui kama unaweza kainyanyua hata kidogo waione. Hiyo hapo waone. Wametuletea kama zile zipo 20. Zimeambatana na vyombo vingine za kiutaalamu, sijui tuzungumzeje, vipo hapa, ambacho sasa wanafunzi hapo vitabu vyote ambavyo wanaso vya ziada na vya kiada, manake cha mwanafunzi, vya kusomea na vingine vyote vipo humu. So hicho tu, si vitabu tu. Kuna maswali ya mitihani ya kitaifa kwa form 2 na form 4 kulingana na ngazi za elimu zinazopatikana pale, kwamba hivi mitihani ambayo itapatikana pale ni ya form 2 kitaifa na form 4 kitaifa, inaanzia miaka ya 80 mpaka mwaka jana. Na mazoezi na mitihani mingine. Review zinapozungumzia ni vitabu ambavyo vina maswali na majibu yake. Vipo humo, vyote vipo ndani humo kwenye kompyuta hizo. Kwa hiyo mtoto kazi yake tu ni kwenda kuingia kwenye chumba cha ambacho sasa tunaita maktaba ya kompyuta. Achana zile maktaba sasa ambazo za vitabu, sasa vitabu hapo. Katika 20 hizo kompyuta 20 tu. Baada ya kujaza vitabu, zipo vitabu yote vipo huko. Ukweli kabisa wametusaidia pakubwa
Kwa hiyo kazi ya watoto wao ni kuwa na nguvu ya kusoma tu. Ndio maana sasa kwa mkono tena kuzungumza vitabu, tutazungumza kidogo sana tukiamini vipo sasa hivi. Ni msaada ambao wameufanya mkubwa. Tazungumza kidogo sana tofauti na pale nyuma ambapo tulikuwa tunaagiza zaidi watoto na kwamba wazazi wanunulie watoto hivyo vitabu, review, labda waende huko watoe kopi za maswali hapo mitihani mbalimbali. Sasa hivi vipi? Ukweli wamekuwa wadau, tuzungumze hicho tu. Wamefanya, nimeona ukisoma hapo hata wakijieleza wanakuambia kwenye afya, maana yake ujasiriamali. Wacha sisi tuzungumzie eneo ambalo wametugusa hasa katika elimu, hilo hapo. Mengine katika ujasiriamali watazungumza wengine, katika hayo maeneo ya afya watazungumza wengine. Wacha mimi nimalizie kusema katika elimu wametugusa kwa kiasi hicho. Tunashukuru sana. Kweli mkono haitawasahau. Tumeletewa kompyuta 20 na kwa kweli kumeleta badiliko kubwa sana katika ujifunzaji na ufundishwaji wa wanafunzi. Kuna notes ndani ya zile kompyuta, masomo mbalimbali, masomo ya sanaa, masomo ya sayansi. Watoto wanafanya mazoezi ya vitendo vya sayansi kwa kutumia zile kompyuta. Jamani, makofi kwa TERAWATU. Tunawashukuru sana. Vile vile wametuletea kile ambacho tumeshindwa kukitaja kwa Kiswahili, seva ya kutusaidia kupata vile vitabu vingi hivi vya TAI tunaletewa na viongozi wetu wa elimu, lakini havitoshi. Tunajua sasa hivi wanafunzi ni wengi, kwa hiyo tukienda pale kwenye maktaba ya kompyuta watoto wanaweza kujisomea wenyewe kwa sababu tayari wameunganishwa kwenye ule mtandao. Kwa hiyo wakifika pale wanajisomea bila wasiwasi wowote. Na tunatarajia kwa juhudi tunazozifanya watoto wataweza kufaulu vizuri kwa juhudi zenu. Asanteni sana TERAWATU, na tunaomba mpokee zile shukurani kutoka kwa kiongozi wetu mkuu wa shule kwa ajili ya jitihada zenu za kila siku na kuja kufuatilia. Tunawashukuru sana. Asanteni sana. Kipekee nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kutufikisha siku hii ya leo. Niwashukuru viongozi wetu, wakurugenzi na wageni wote mlioweza kuhudhuria leo. Sisi wamama tuna kila sababu ya kuwashukuru wakurugenzi wetu. Wametusaidia sana. Kama wamama katika kikundi tumenufaika kwa mengi. Tunaletewa wageni, wananunua vyombo vyetu, shanga zetu tunazozishona. Tunanufaika sana, wametusaidia sana. Na tunashukuru pia kwa ajili ya jengo hili, maana jengo hili litatusaidia sisi wamama. Tutaingia hapa, tutafanya kazi zetu za kushona shanga. Hapa tutanufaika kuletewa wageni wetu ambao watakuja kununua shanga zetu. Kwa hiyo kwa jengo hili tunanufaika pia. Tunashukuru sana. Kiufupi niwakaribishe wote, karibuni sana, na nirudishe shukrani zetu kwa wakurugenzi wetu. Karibuni sana. Jina langu ni Rehema Justin, mwenyekiti wa kikundi cha wamama maliasili. Kwa majina ni Joyce Mhina, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Natema. Sisi ni wanufaika wa mojawapo kupitia shirika la TERAWATU. Pale shuleni kwetu TERAWATU wamefanya vitu vingi sana ambao vimekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watoto wetu. Tukianzia tuna jengo la ghorofa 1, na nadhani kwa halmashauri yetu ndio shule pekee ya serikali yenye ghorofa ya msingi. Jengo lile lilijengwa na TERAWATU ambalo ndani yake kuna ofisi ya mwalimu mkuu na kuna vyumba madarasa 3. Lakini vile vile tuna mradi wa kompyuta ambao pia TERAWATU ndio waliuanzisha. Kwa hiyo tuna kompyuta, watoto wale wadogo wana Kayo Kits ambazo wanazitumia kujifunzia, kwa sababu ndani ya zile Kayo Kits kuna program mbalimbali za watoto za kujifunza kwa sauti. Ila pia TERAWATU wamekuwa ni msaada kwetu sana,
sababu wamekuwa wakitusaidia hata katika kutuwezesha kwa baadhi ya miundombinu kama madawati. Walishirikiana na wazazi wakatutengenezea madawati ili kupunguza upungufu wa madawati ambao tulikuwa nao kwa wanafunzi wetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana 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 TERAWATU. Naamini kwamba tutaendelea kuwa nao wakiendelea kutuwezesha kwa ajili ya watoto wetu. Pia niwape hongera sana kwa hatua hii mliofikia. Sasa huku ni pazuri, ni pakubwa. Tunafurahi, kuna hewa nzuri na mimi tukija tunajifunza vingi. Mimi nishazunguka mpaka kwenye bustani kule, nimeona mboga, kumbe kila mahali kunawezekana kupata chochote. Mbali na taasisi hizo, wapo vijana waliopata bahati ya kupatiwa elimu kupitia shirika hilo. Kwa niaba yao, mmoja wa wanafunzi hao anashukuru shirika hilo kwa niaba ya wengine wote waliofanikiwa kupitia shirika hilo. Kwa majina naitwa Hope Ernest. Mimi ni mnufaika wa shirika ya TERAWATU kwa sababu walikubali ombi langu la kunisaidia kunisomesha na bado wananisapoti kwa namna kubwa sana. Kwa hiyo niko hapa kuwakilisha wenzangu walioko vyuoni kwa kusema asante kwao, asanteni sana kwa kutubeba. Mnatusaidia sana kwa sisi kutimiza malengo yetu. Tunashukuru pia, tunaona mnafanya maendeleo mengine kama kuwainua kina mama. Tunafurahi kuona hivyo na mnatufunza kwamba na sisi tunajenga njia gani na tunapaswa tuweje. Na sasa tumtazame mkurugenzi wa shirika hilo akizungumza machache kuhusu shirika na jengo lililozinduliwa na hatimaye kumkaribisha mkurugenzi Dr. Tanya Pergola akieleza historia fupi ya jengo hilo lililozinduliwa siku hiyo. Napenda kuwashukuru nyinyi mliokuja hapa, mashirika mbalimbali na jirani zetu. Kwa hiyo karibuni. Na tunayo kijana wetu ambayo kweli yuko bega na sisi toka tumeanzisha hii shirika, ambayo ndio huyu hapa, naona hata hajatambulishwa, Boni. Kwa hiyo naomba Boni wapungie. Leo director kutoka nje ataongea kidogo kuhusu ili shirika letu, kwamba ili jengo litakaa chini ya nani, kwa sababu ni jengo ambayo itatoa huduma katika jamii, na atakuwa anasimamiwa na nani, sababu najua kwamba tukiacha hivi, mimi niko sehemu nyingine na yeye yuko sehemu nyingine, tukiacha hivi itaweza kuharibika. Huenda watu wasipende kuitumia kwa sababu tunajua tuna mashirika mingi kama ukikuta kule Simanjiro, Tanga wamejenga maofisi, manyumba, lakini unakuta imeshakuwa magome. Imeota miti ndani, haitumiki, watu wanaiba mabati, wanaiba milango, madirisha, na sio vizuri. Natumaini hili jengo litakaa vizuri ikiwa ikitumika vizuri kwa manufaa ya wakina mama. Tuna mpango mzuri ya kuweza kuja kuwafundisha namna kutengeneza vitu mbalimbali ili mtoke katika hali ya maisha, kwa sababu najua mko katika hali ya maisha, hasa wakulima na wafugaji. Kwa hiyo tushirikiano wote, naomba wakina baba walioko hapa pia waone kwamba hii jengo linawahusu, sababu tumetumia gharama kubwa mno. Sasa hivi tutakwenda kumkaribisha mkurugenzi mwenzangu ambao yeye ndiye anatuwakilisha kule Marekani na mimi namwakilisha huku Tanzania. Kuna vitu vingi ya kuweza kuongea kuhusu shirika letu. So behalf of Government, just welcome to invite you for talking and introduce yourself. Karibu. Asante sana. Asanteni wote kwa kuja. My name is Dr. Tanya Pergola. I'm the founding co-director of the original TERAWATU and now the international director.
I just want to tell you a short story about my friend Lynn Bretschneider. Nataka tunaeleze historia fupi ya rafiki yetu ambaye anaitwa Lynn. She was a very dear friend of mine and a board member of Terawatu. Alikuwa ni mtu mzuri sana kwake na alikuwa ni board member wa hii shirika letu. She traveled the world and was just a very dear heart. Amezunguka dunia nzima na alikuwa na roho nzuri sana. And she was a champion for Mother Earth and for women around the world. Ni mama muhimu sana katika dunia na katika jamii. She passed away in 2021. Ameondoka duniani 2021. And as a surprise, she left a small portion of her estate to Terawatu. Na kwa ujumla kwa umuhimu ameacha kitu kidogo katika shirika letu la Terawatu. And I immediately knew that we would take that seed money and build a women's center in her honor. Tukaamua kuchukua hela kidogo aliyotupa kujengea hii sehemu. I know it's a difficult name to pronounce. Can we try? Lynn Bretschneider. Sijui kama unaweza kukatamka, hebu jaribuni. Lynn Bretschneider. We can say LBWC, Lynn Bretschneider Women's Center. So this is a very special day, and Lynn also valued peace and growth, so you can feel her energy here in the building. Kumbukumbu lake unaona nguvu yake katika hii jengo. Sababu ndio mchango wake ndio mkubwa zaidi. So I just want to read the vision and the mission of the center. I'm going to try it in Swahili. Maono yetu, jumuiya ambayo wanawake na maadili yao ya kitamaduni na ya kisasa yanaheshimiwa na kukuzwa kwa ajili ya kizazi kijacho. Is that kind of right? And dhamira yetu, the LBWC inawawezesha wanawake kupitia elimu, ushauri, uzalishaji ya mapato na mwingiliano mazuri na jamii tofauti. Nitapenda kumkaribisha Dr. Tanya aweze kumteua huyu ambaye anasema kwamba ndiye atakuwa director wa jengo hili. So I invite you to mention somebody who is going to be a director of. And this week I spent a lot of time with Angela, who I've worked with for 21 years. And I can't think of a better person to lead this center. Amesema amekaa wiki hii na Angela na akaona kwamba kwa kuwa amekaa naye amefanya kazi miaka 21, imebidi yeye aje naye hapa aweze kuwatambulisha kwamba. She's always been a great mind in entrepreneurship and gathering women. Alikuwa ni mtu ambaye anashirikiana sana na wakina mama katika mawazo na katika akili kuweza kuitimiza lengo la wakina mama. So she'll have
a staff, a support group of women. We're going to be working on that in the next few weeks. But right now I'd like to make it official. Angela? Anajua anafanya kazi na katika vikundi mbalimbali wa kina mama, na leo wanataka kumtaja kama yeye ni nani katika hizo vikundi hivyo. And you come. Kwa binafsi mimi mwenyewe, huyu mama nimekaa naye kila mahali, South Africa, Marekani, ni mtu alikuwa ni mzuri mno. Bahati mbaya hajajaliwa mtoto, lakini amesema kwamba yeye anaweza akawa malaika mahali popote duniani. Kwa hiyo hii picha yake itakaa hapa, na wengine wote waliotusaidia tutaweka picha zao na majina yao. Lakini mtu muhimu ambayo hizo hela angepata au tungepata tukisema tutumia kwa manufaa yetu, nadhani Mungu asingependa. Lakini tukasema kwamba kuna kitu inaitwa good karma for next reincarnation. Wewe unakumbukwa kwa sababu gani? Kwa kuwapiga wenzako? Kwa kuwachukia? Ukumbukwe duniani kwa kufanya mambo mema baada ya kupita hii maisha. Ndio maana wenzetu weupe wanapenda kujenga kitu ambacho itajulikana. Wanajenga msikiti, wanajenga makanisa, wanajenga mashule. Kama sisi tumeshaweka makompyuta karibu shule 15, I think more than 15 schools we installed a computer. Na kujenga mashule mengine kama Natema, wao ambao walimu wako hapo. Sasa ile roho wa upendo na kusaidia, jamani, kila mtu imguse. Sio tu unachopata kitu na kwenda unatumia na familia yako na nini, hapana, lakini ukumbukwe nani katika hii dunia. Unakumbukwa na nini? Tuwe mbegu mzuri, tuwe mfano mzuri. Lakini pamoja na hayo, naona wazee wenzangu wanaingia katika ulezi ambao inapindukiwa. Naombeni, tutakufa haraka. Tuache pombe na kufanya kazi. Mara baada ya kupata machache kuhusu shirika la TERAWATU, na sasa tumtazame msajili msaidizi wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika halmashauri ya jiji la Arusha, Bi Fatuma Amir, akieleza ushirikiano uliopo baina ya serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali. Kipekee kabisa tunawashukuru sana, maana mashirika yasiyo ya kiserikali wanatekeleza majukumu ambayo kwa namna moja au nyingine serikali ilipaswa kuyatekeleza kwenye jamii. Na kipekee kabisa ni washukuru TERAWATU kwa ajili ya jengo hili zuri ambalo linalenga kuwasaidia wanawake kwenye mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali. Na pia niseme basi, nimefurahi pia mwenyekiti wetu wa mtaa yupo hapa, na uwepo wake pia ni kwa ajili pia kusaidia kuwapa watu taarifa kwamba kuna kitu kinaendelea kwenye jamii yetu, na mahali hapa patakuwa zaidi kwa ajili ya wanawake wanaotoka eneo hili, watumie eneo hili kama fursa kwao, kwamba kutakuwa na mafunzo ya kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Basi hayo mafunzo wayatumie ili kuwasaidia. Lengo la wenzetu ni kuhakikisha wanawasaidia kwenye eneo la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Unapopewa ujuzi wa kufanya kitu fulani, ni kwa lengo la kukusaidia wewe binafsi, kwa sababu ujuzi ule unakuwa ndani yako, sio kwa yule aliyekupatia. Kwa hiyo wewe na ule ujuzi unaopata ukiutumia vizuri, unaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Ni wewe ambaye unapata fursa ya kupata ujuzi na namna gani utautumia ili uweze kukusaidia. Kwa kifupi sana niseme asanteni kwa kuja, lakini tunawashukuru sana wadau wetu ambao wamejitahidi kutusaidia kututengenezea jengo hili ambalo naamini kabisa litatumika kwa watu wa sasa hivi na hata vizazi vijavyo watafaidika na jengo hili ambalo limewekwa kwenye jamii yetu kwa ajili ya kutusaidia. Asanteni sana. Mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umeweza kupata fursa ya kujifunza mambo mbalimbali yaliyofanywa na shirika la TERAWATU
katika kuihudumia jamii kielimu na kiuchumi pia. Kwa leo sina la ziada. Aliyekuandalia na kukusimulia makala hii ni mimi, msimulizi wako Elihuruma Stanford Chao. Kwa mahitaji ya makala kama hii, unaweza kutupigia simu namba 0755 67 02 58. Tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.